Hello, what's up? This is the bench show. By that the bench show is back. Kwani tumekuja na wabaya sana. Sikia tu. Maubadu ski, maubadu. Chakula ni inaita tushinda kweli. Hebu kwanza kule. Try this one bro. Nakwambia ni tamu hii man. Bench show is back with another banger. The bench show bro, kwani imekawia tu let's say kika 3 months hivi na tumekuja na maubaya. Ndio. Sasa umeamua kutuonesha kifua kijana? Funika hiyo kifua. Sawa, wasichana wataninoki aje kasi jionyesha kifua. Sasa unajua akiona kifua mapema sasa watashangaa na huyo kijana nini. Kuna msichana pale anatazama hii bench show, ana boy unaona. Sasa hii kifua inaweza kuwa labda attraction kwake. Wallahi. So, bench show tumekuja hivi. We'll be tackling very many topics. Kwanza leo na ni daily. Na we'll be doing it even live. Wani utakuwa unawatch live every day. Masaa ni mausiku. Tuko chonjo kabisa. So today we wanna talk those funny things that were happening during our time when tumekuwa primary. Primary man. Hiyo life ya primary mzee. Bala, hiyo live mimi hata naonanga ilikuwa utiaji sana. Kuna time nyingine bana, hao walimu wetu nayo walikuwa wanatupima sana. Ndio. Na unajua walimu wa Raimo? Yeah. Walimu wa Raimo na high school wako different. Walimu wa Raimo walikuwa na kubeba udwanzi bana. Kwanza kuna shule jirani yangu ilikuwa inaitwa Matopeni School. Bro, ile shule hata mimi sasa acha upande wa walimu mzee. Mimi unajua nilikuwa primary. Mama yangu, my real mom, alikuwa mpishi. Kwa shule bana. Ndio umeona hivi, kumbe kunaona ijaanza jana. Sasa unajua kitu ilifanyika? The funny thing is, ilikuanga na time to break time. Nakimbia kwa jikoni. Break time, kengele kipiga tu hivi hata mwalimu akue kwa class anaandika. Nisharuka nje kwa jikoni. Unapita tu hata useme unajua? God naambia. Hadi ukitaka kutoka nje unawe. Excuse me sir, may I go out? Sasa unajua sasa hiyo word ya excuse me. Nilikuwa nasema excuse me sir. Excuse me. Sasa unapata na kutandika na unapata maybe uko pressed sana unataka kwenda kujisaidia. Talk English. English nitatoa wapi na niko primary. Na English unajua tu ni good morning sir. Good morning madam. Hiyo ndio unajua. Thank you sir. Unakumbuka hizo? Halafu acha nikupe story sasa. Mimi shule nilikuwa na utiaji sana. Kwani walimu na wanafunzi. Kwanza hiyo time I remember I was very young. Nilikuwa mtoto mdogo sana. Ulikuwa primary? Yeah. Kwani uko hii size unatoshana hivi. Unaona hii size? Kaka mkebe hivi. So by the wazazi wangu big up sana made, big up sana dad. Big up sana hao mabro wangu wenye alikuwa mbele. Ndio. Walianza kunipeleka shule gani niko mdogo sana. Wenye walisimama na hiyo time ya Raimo bana. So, nimeenda shule. Unajua sasa kuna wale maboys big. Mabazu. Wale wenye walikuambianga bro kesho usiponiletea 5 bob. Utasoma kwa hii shule. Kumbe unaelewa hii story. So nakwambia hao wase walikuwa na miharas. Kwani leo umepigwa, kesho unapigwa, kesho nyingine unapigwa, hadi ukienda kwa mwalimu anasema wewe ndo mbaya bro. Bana. So hao wase waliniharas. Useme kwanza unajua sisi hatukuwa na PP, ilikuwa baby class. Alafu unaenda nursery. Sisi tulisoma 844. Maana hiyo maisha ilikuwa ngumu. Kwani mimi nakumbuka kuna msee nilimuitia jina lingine ya Ome alinipiga bro. Unajua sasa yeye alikuwa na mwili. Wewe sasa hiyo time uko kadogo hivi. Niko kadogo. Ana anaweza kukunja hata akinishika na hapa chini, mapua na kufinya chini. Utaleta tembo. So unajua ukirudi home unatafuta excuse. Mom, sasa hiyo ni morning, unajifanya hutaki kwenda shule. Wakikuuliza, "Mbona hutaki kwenda shule?" Unaambia, "Unajua mom, kalamu yangu ilipotea na kitabu." Unajua unasaka ile 10 ndio leo usipigwe mabare bana. Wewe unajua nini? Mimi sasa hapo mahali pa kupigwa bro primary. Mimi nimebondwa sana. Wewe kwani tumepitia sasa unajua sasa nimekuambia mkoro wangu alikuanga pale primary. Alikuwa pale pa sector jikoni. Sasa kuna wale maboys na madem hawakuanga nafurahia kajamaa kienda kukula jikoni. Kwani wewe unakula sana hadi watu wanasikia. Yaani unasikia huyu jamaa amekuja shule kukula bana. Sasa ile time
tuko break. Ni hadi nikicheza tu pale kwa kiwanja. Nacheza tu macho iko tu kwa jikoni. Wale una set. Mkoro wanga kwa area unajua. Na obvious mkoro waka hawezi kutupa. Mkoro waka hawezi kukata. Acha nikwambie kama kuna watu na watii sana kwani kila time na watu hivi. Wanapiganga saluti hivi, si ndio? Mom, big up. Alafu dada anakuja second. Sasa unajua mama na playing role kubwa sana. Unaona kitambo kwetu hivi. Bana mimi na hurumianga wase wenye wana mama. Sasa unaona bana. Mom is very important. Mkoro wako bana, hata ukifanikiwa kuinji mkoro wako first mama kwa kwanza, alafu dada fuate bana. Mtu mom mimi kwani kasi mom, acha nikwambie sasa, ilifika a time nimefika class 3. Bullying ikakuwa too much. Hapo class 3 ulikuwa mshamaliza kunywa uji. Uji inafikanga class? Ilikuwa inafika? Sisi uji ilikuwa tu nursery. Baby class na nursery. Hapo one sasa hakuna uji. Hawana. Hapo sasa mashavu ishaanza kupungua. Unajua kwa nursery uji bana ilikuwa inaonyesha mashavu. So, nasema big up sana mom. Ilifika a time. By then nilikuwa nataka kudrop shule. Class 3 bro. Kitu ya kwanza viboko zimekuwa mingi tu. Unataka kudrop shule kwa class 3. Wacha bana. Hata hujaanza kutumia biro pen, bado uko kwa penseli. Na unataka kuacha shule. Nakumbuka nilikuwa leo nasema, "Mom bana, mimi tumbo inaniuma, kesho kichwa. Kesho nyingine, mom bana, mimi feel like." So, mama wangu ni mtu mwenyewe ule ana understand somehow, but yeye anafuatilia kujua what's the problem. Kwanza anataka kujua penye hizi issues zinatokea ni wapi. So akafuatilia hiyo story, akafika mahali, akafika shule, akaulizia. So akajua huyu kijana anabuliwa bana. Unajua sasa wewe uko so, mimi nilikuwa nasoma Ocha huko, alafu time nyingine mama kienda Tao Kisumu, niko na yeye tena. Market tena naenda kusoma huko. Tunasoma tena, wakirudi hivyo. Kwani niko tu hivyo. So ukirudi hivi nikubuliwa. Unajua sasa wale wase wa home, pata mtu ni mkubwa bana, anakushikanga bana kifua bana, hata hii yangu ni ndogo bana. Kifua yani mtu ako Raimo lakini mzee kifua bana. Soma na watu. Alafu kuna gule gubono. Bana boy, hata penye yako sasa hivi. Mungu tu na wewe bana. Na umai realize hao watu walikuanga wababe. Hao kwa babe kwa kitabu. Walikuanga madanga. Hata unajua hersi hizo wenye tulikuwa milindoka. Walikuanga madanda ndugu yangu. Hesabu. Kama ajui kitu yoyote. Kwani unaona historia ya Madwanza? Kuna wakati moda alitupea nini? Ilikuwa Kiswahili. Ilikuwa majina zenye same names. Yaani same inakuanga different meaning but same. Wanasemanga aje? Different meanings but same. Yaani majina ni the same. But maana ndio tofauti, kitu kama hiyo. Sijui visawe, vitu kama hizo, vitawe, visawa I think. So hizo tulikuwa Raimo. Hiyo ilikuwa kidato sijui class 7 I think. Tumepewa hizo vitu homework ya 50. 50 questions tujaze. So ile class mimi sikuwa chopi, siwezi sema nilikuwa chopi. But sasa hiyo class watu walikuwa na kopa. So nimerudi mimi nimeenda home nimeng'ang'ana. So kuna sister yangu mkubwa akaniambia, "So unafanya hivyo kushua watu shule pia unafanya?" Nikasema mimi sijui. Akaniambia kesho wakitaka kukopi, unda ingine andika tu majina zao. Una get? Sasa pengine kitanda, kisawa ya kitanda naandika jina lako. Una get? So nikaandika 50 names of students in class. So unajua time hawako wanaitwa students. Pupils. So nikafanya hivyo, si ndio? Nikawapea. So mtu anakuja, "Ibrahim nisaidie," unampea. Mtu anakopi hadi jina yake ajui. Wewe sasa unakuja unakopi hadi jina yako. Mtu anakopi hadi jina yake. Sasa unajua kwa hizo 50 questions 25 ni majina za watu hiyo class. Alafu 25 ni sasa hizo letters zingine right. Sasa bro, watu walikopi. Sasa mimi nacheka tu kwa kona. Mwalimu akakuja, "Lete vitabu." Peleka yangu au pia wakapeleka. Kaanza kusahisha. Sasa unajua naeka number 1, number 2 correct, number 3 naeka jina ya mtu. Number 4 naeka hivyo. Bro,
acha waanze kusoma. Almost 20 pupils wote waliumia. Wakaniambia nani alifanya hivi? Mlikopa? Ati hapana. Nimetulia. Mlikopa? Sawa, napingana na kuna evidence. So wakikuja mlikopa kwa nani? Ikafika wakakubali ati Ibra kitabu yako iko wapi? Ndio hii. Mimi nimefanya right ile karatasi. Juu sasa bana, mi usiku ning'ang'ana, lakini najua nilifanya vibaya, but niliwachanua bana. Before ukopi kitu soma hata mimi, unajua mbona sasa ukopi jina lako bana, hiyo ni mbaya bro. Unajua kukopi pia inahitaji akili ndugu yangu. Unajua ni kama tu hesabu, unaona hesabu, mtu anaweza akwambia tu anataka kusaidia hesabu, anakupea tu formula. Unajua mtu ashakusaidia, lakini sasa juu una hii hiyo formula still haitakusaidia ndugu yangu. Juu chochote. Sasa unataka mtu akupee formula tena akupee method, unaona? Ni kama tu hata hizi kama KCSE hizi. Unaona KCSE mimi mtu akipewa tu formula, nataka najua. Hiyo si kuibiwa. Hiyo ni kusaidiwa bro. Hiyo ni kusaidia. Juu sasa nipe tu wanafanya aje. Alafu unanipea ile right angle ilikuwa aje? Pythagoras theorem. Sijui sasa hapo ni ilikuwa Pythagoras theorem, ilikuwa inasema a squared plus b squared equals to c squared. Sasa wamekupea right angle triangle, unaona? Wamekupea a, hawajakupea b, wamekupea c. Wanakuambia tafuta c, tafuta b. Sasa mtu akupea hiyo Pythagoras theorem formula, sasa amekusaidia. Lakini sasa jiona hii, unajua sasa unajua bro, sasa tukurudi hapo mahali pa mkoro wanga Raimo akikuwa mpishi. Hapo ndio nilikuwa nakwambia bro, nilibondwa na wase hao masema big. So kuna siku moja mimi niko pale ground nacheza tu zangu kaboli. Nikipiga tu kaboli kidogo macho kwa jikoni, unaona? Unasema unachungulia hivi. Sasa siku moja mimi nimekaa tu hivi nacheza boli, jamaa mwingine mrefu akatoka taka nipiga ngumi kwa mgongo. Mimi hata sikuangalia ni nani. Hivyo ndio nimepita tu hivyo paka kwa jikoni. Unaenda kulia. Mama wangu akanituliza hapo na githeri bwana. Nasema hujaanza kukula hivi leo. Sijaanza hiyo kula, sijaanza leo by the way. Hii kula ni Raimo tu. Wallahi. Sasa unajua mkoro wangu naye alikuanga mtu ananipenda by the way. Mbaya sana. So mimi after amenituliza hivyo na chakula, akaniambia tuende tutafute mtu amekupiga. Akaulizia hapo wanafunzi wenye tulikuwa nao, akamuonyesha. Akasomea huyo mwanafunzi. Waje sasa tufike kwa njia. Time kwenda nyumbani. Tena na jamaa ameningoja mbele bwana. Unajua Raimo, kuna ile tamili kwanga nitafunga na wewe. Bro, mtu akikwambia mimi na wewe, hiyo sasa siku ya kufunga shule. Nitafunga na wewe. Bonda na mawe pa mbio. Na ni hivyo. Unajua sasa hiyo kufunga ilikuwa ya Disemba. Mnafunga kitu 2 months. Ukirudi shule ulishasahau ati mtu alikubonda bro. Unajua nini? Mimi Raimo, mimi kusema kweli Raimo nilisoma. Mambo na mapenzi si hatu kwa tunajua. Mapenzi ya Raimo mimi. Mimi nilikuwa naogopa wasichana. Hata mimi hapo nilikuanga kaoga hadi mwalimu akuja atanipange nikae na deo. Hiyo naogopa. Kwanza wanasema sasa, for example, huyo dema anaitwa Trisha between Abraham and Shabanji you will sit in between. Sit at the middle. Nakwambia hiyo ilikuwa, kwani hadi unaanza kusweat na ndani. Nasema sasa msichana nani atakana msichana. Mimi sasa hapo kitu ilifanyikanga. Hapo ati mgeni amekuja. Kuna siku nyingine dem fulani alikuja mgeni, tulikuwa class 4. Sasa wakanipanga nikae naye na boy fulani. Kesho sikuja shule. Mbona sasa? Mimi nikae na dem. Mimi sikuja shule. Wanakula watu. Bwana Primo bwana mimi nilikuwa naogopa, but unaweza sasa shule. Inafika mahali wanasema you must sit there. So what will you do bro? Kwani itafika mahali useme tu okay, but sasa unajua sasa unakaa kwa the age mwisho kabisa hivi. Nasema weka alafu unapata mademu walikuwa wanaanza kulia. Mbona walisa hii? Ati kuja ukae na Ibra anaanza kulia. Analia ni kama jinga. Sai alafu unaona sasa sai tukifia form 4
utamani hata kupangwa na demu. Wapi? Wanakuambia kwanza nyinyi mwende huko nyuma. Wavulana kaeni huku, wasichana kaeni huku. Hiyo time hata unatamani tu hata wakuwekee tu kademu hata kale Kenya kana sura. Lakini yani walimu wanajua. Pale high school. Kama ulisoma mixed school kama sisi. Nasikia tu mademu kaeni huku, maboy. Lakini kuna shule zingine, big up sana. Alafu swali. Bro, wewe ulijua kusoma kama uko class ama niongee pole pole? Sasa unajua era zetu wallahi ni kama masomo iko serious. Bana sasa hivi unapata mtoto wa grade 1 anajua kusoma. Anakuambia this is a boy, what anajua kila na wewe. Mimi nakumbuka, acha nikwambie. Nimetoka sija hata Nazari nilisoma aje. Sikumbuka hiyo story vizuri juu. Sikumbuki kama nikipita Nazari. Wallahi hiyo nayo sidanganya. So nimefika class 1. Wewe kitu unakumbuka tu ulikunywa uji. Uji ndio uji, hakuna mtu anaweza sawa alikunywa Nazari. So nimefika class 1. Bro, sijui hata kusoma. Exam inakuja. Si unajua sasa answers zilikuwa. Alafu unajua sasa exam tena ya lower classes zilikuwa ngumu. Sometimes majibu hazikuji. Unang'ang'ana. So nilikuwa naumia bana class 1 imla. Sijui mwalimu anakuja number 1 to 5 kwa English. Andika dog. Naandika dogu. Andika unataka kuandika dogu wa Manchester City. Cat. Unaandika unajua nilikuwa na dogu ama wa Man U. Dogu. By that time, yani unaandika venye una pronounce. Kiswahili was better than English. I personally nilikuwa na prefer hiyo juu. Ukiniambia anything, I just write it in Kiswahili. Juu ukiniambia hata in English, write a cup. Taandika kapu. Una get? Kwani Kiswahili was at least easier than English. So class 1 0, class 2 0. Sasa ile reading nikafika class 3. So kuna mwalimu hapo. Kuna mwalimu alikuwa anaitwa, nilikuwa najua jina lingine hapo fani sija alikuwa anaitwa Mr. Pampula kitu kama hiyo. Mr. Pampula was my class teacher during that time, nilikuwa class 3. Kwambia maisha ilikuwa ngumu bro. Kwanza alikuwa anajua mkoro wangu, alikuwa anajua made. Sana kuita tu Abraham come here. Hiyo sasa unakimbia. Hiyo sasa uko unakimbia mzee. Primary. Mimi nilikuwa na hepa reading. Na hepa reading naenda kucheza. So sasa sisi wa kuhepa hao siku exam sisi ndio tunalicho la kwanza. Nakuja read. Bro, nakupea karatasi hivi, unaangalia karatasi. Hakuna huyu jamaa alinibonda tu. Sijui ni ngumi ama ni nini. Kwanza hiyo siku nilianza kujifunza kusoma. Silikuwa nimeinama hivi. Soma, ananiambia read. Mimi sasa sioni kitu. Because mbona unanipiga, nimeenda nikitembea na magoti sasa. Nasema umeniua. Umesahau inafuu tembelee miguu. Unatumia unajua kidogo hata ungeanza kutembelea tumbo. Hiyo time bro. Au unakuwa umechanganyikiwa. Nikaachana na reading hivyo. So sasa unajua hapo mahali pa kupigwa. Mimi nakumbuka siku nyingine bana. Unajua kuna kwangu tuna wale walimu wakali tu, yani wale wakali. Mimi sasa ukiniambia hao walimu wako wakali. So, mimi nakwambia shule nilisoma. Kulikuwa na wale walimu wenye huyo mwalimu hata akisema tu keep quiet class. Lakini kuna wale wenye watasema tu keep quiet class mara kama 50 hamutuli. Sasa kuna ule mwalimu mwenye alikuwa mkali, wewe kila mtu anamuogopa. Wako. Sasa kuna siku nyingine nikachelewa asubuhi. Na watu wenye walikuwa wamechelewa shaenda wamepiga magoti kwa parade. Na parade ilikuwa tu karibu na gate. Sasa kuna venye ningerudi nirudi nyumbani. Juve nifika kwa gate hivyo wale mwingine washaniona. Sasa itabidi tu uingie. Tukapelekwa pale parade, viboko zikaanza. Mwalimu bwana amechuna ile branch. Kuna hii mti ya mnazi. Sasa yeye anatunyorosha. Na unajua amechuna si adu dogo. Zile nene. Unakula tu 3 unaenda. 3 na mademu. Class bana. Unakula 3 kiana class. Na unajua wasichana walikuwa hapo. Sasa mimi nilikuwa nikajifanya kimbelembele, atataka nikaushe viboko. Nikakuja tu vizuri, nikalala. Akaeka tu ya kwanza, shwa. Ya pili, akasikia tu nikaa nimenyamba tu, mara 2. Penda.
Yo, yako basi kwa serious. Hadi kumalizia 3. Niliachilia tu missile kwa kiboko ya pili. Akaya pia anatoroka. Mwalimu akaniacha tu na usiku kwenda class nilipita tu direct mpaka kwa choo. Sasa unajua sasa primary bana mambo yamekuwa ngumu. Mimi nakumbuka at a time I was with my elder brother same class. Hiyo tulikuwa class 1 hapo. So nilikuwa mdogo sana. So unajua sasa zile shule za home huko za ushago. Kwani kuna time unatumwa ulete kuni. Sijui hiyo shei happen. So tukatumwa tulete kuni. Juu hizo kuni ndio walimu wanatumia kupikiwa. Alafu kuna mtu tu anaweza kuja ode shule kuni. Nyinyi ndio mnaleta alafu shule inampea. Una get? Si ndio? Tumebeba kuni. So nilikuwa class 1, brother yangu sio alikuwa class 2. So tumetembea tuko wadogo. Yo, kufika shule kuna huyu madam alikuwa on duty. Huyu madam alikuwa tu mbaya bana. Wewe bana mimi niko hii size bana almost maybe kituka sikuwa nimefika hata 6 years maybe. Class 1 nilikuwa mdogo. Hapo ulikuwa 5-4 hapo hiyo. Oh made bana. Alikuja tu akatuambia tulale chini. Niko na brother yangu bana. Unajua hiyo kuni yenye tumebeba? Ndio madam alinipigia nayo. Sijai kwani madhe anakupiga kuni. Truth to be told. Madhe anapiga mwanaume kuni. Bana unanipiga aje na kuni yenye nimeleta shule? Na tena ni madhe anapiga mvulana kuni. Na nilikuwa mtoto. Sasa toa hiyo mind yako ya kuni. Nasema alinipiga let's say viboko na miti yenye ifai. Unaget? Na kuget baadaye enda apikie kuni anakupiga na anatumia nazo kunipiga. Hiyo nayo ni hard. Hiyo time nayo niliumia tu. Kwani nilikuwa tu nikikaa chini nasema mwalimu sasa kama ananichukia si angesema tu mbona nipige na hiyo ninyone. Yo guys. Patane primary before tupatane msisahau life ya primary. We will be bringing you very many things. Primary, high school. Alafu unajua next ni nini? Keep tuned. Tunaleta mambo mbona nyinyi mnaogopa kwenda church kwanza nyinyi maboy. Hiyo shida ndio tunataka mjue. Shida yenye watu wapendi church. Mbona? So, next time my guys tunaenda kuwaletea these stories those things that happens in churches. Yeah, why people are going churches. Please comment hapo comment section any funny thing that happened to you in primary ama kilifanyike kwa primary. Remember to subscribe, watch, like, share the link. Fanya kila kitu yenye nitakana hapo. So comment zenu zikuje. Wagwan, let's meet in the next episode concerning church events and church funny things. Thank you. See you later. Bye.